Haya, wekeni kalamu zenu chini. Tumekuwa tukirejelea kuunda nomino zilizopewa katika hali ya ukubwa. Sawa sawa. Na nina maelekezo hapa. Tumesema ili kubadili jina katika hali ya udogo, kwanza badili jina lenyewe katika hali ya ukubwa. Hayo ndio mambo tumekuwa tukifanya sasa hivi, si ndio? Na sasa unaweza ukaulizwa unda neno hilo liwe katika hali ya udogo. Maagizo yapo hapa. Yanasema hivi: kwanza badilisha neno lilopewa katika hali ya ukubwa. Unapobadilisha neno hilo katika hali ya ukubwa, wewe kulitengeneza neno hilo liwe katika hali ya udogo, utachukua kiambishi ki. Utatia kiambishi ki mwanzoni mwa neno ulilolitengeneza katika hali ya ukubwa, ndiposa upate udogo wa neno hilo. Kwa mfano, tutaanza na neno mto. Mto. Tuna neno lipi? Mto. Tuna neno lipi wanafunzi? Mto. Tutengeneza neno hili liwe katika hali ya ukubwa. Tutakuwa na neno lipi? Tutakuwa na neno lipi katika hali ya ukubwa mto? Tutakuwa na neno jito. Wakati umetengeneza neno hili katika hali ya ukubwa, utachukua kiambishi ki, ulitie mwanzoni mwa neno ulilopewa katika ukubwa, upate neno Kijito. Neno mto katika hali ya udogo itakuwa Kijito. na tumesema hali ya udogo ni kudunisha neno ulilopewa. Sawa? Ni kulidunisha. Tupate mfano mwingine. Tupate neno kama gari. Gari. Katika hali ya ukubwa, nomino gari, tutakuwa na neno gari. Vyema. Na kwa kutengeneza neno hili liwe katika hali ya udogo, utachukua kiambishi Ki. na uongeze kwenye neno Jigari. utakuwa na neno gari. Utakuwa na neno Jigari. Umeona jinsi inavyoteremka? Ndio. Tumeelewana? Ndio. Naam. Sasa wewe, ningependa unitengenezee neno ndovu. Katika hali ya ukubwa pengo, katika hali ya udogo pengo. Harakisha.